vipi katika kazi zinaendelea? Badala leo sasa hivi kijana kurudi mtaani kichwa kinauma. Mambo mengi. Mimi nilijua tu ndugu wangu ndugu wangu wewe mapepo kweli. Kwa nini bwana? Wewe ndugu wangu unajua kabisa sisi brother zako sisi tuko hatuna na uja kingine kwako, vinyanya, vindimdimu, nini vidagaa tunakopa tunaishi. Kwa sababu maisha sasa hivi kiroba changu kipo ndani. Tunatoa dongo tunakula. Lakini ndugu wangu mimi napita gengeni pale siku. Acha kukaa gengeni unakuja kuchili maskani nini sasa shida nini? Niambie. Uamini blaza, sio una kashikiki blaza. Ni sali tete. Uamini leo blaza, nimeamka saa 12 nimerudi. Gari za nyanya sijafika bado. Mpaka mdau nakwambia. Sema mdogo wangu wewe. Ndugu wangu mimi nakujua kuna sehemu unafeli. Mimi mdogo wangu nakujua wewe mzee wa toto. Umeona bwana? Hata pale gengeni kwako nikija videmdem nini unaviongaonga nyanya nini vitunguu. Mdogo wangu utakuwa utoboi maisha haya. Kwa sababu sometimes pale gengeni kwako unajua kijaga chumba unatoa sana vinyanya nini vitunguu unagawa sana. Huyu mdogo nampata vizuri sana mdogo wangu. Bwana mimi sipo hivyo bwana. Hivyo wapi mdogo wangu wewe? Hamna bwana blaza. Kuna mtu gani kwa maskani? Huyu bwana ni ndugu yangu hapa na kwa matatizo yangu jinsi alivyo. Mbonge. Unampia gani mbona? Tumetulia tu maskani dogo ya kazi mimi sina kazi. Leo tumeona bwana tutulie maskani. Kwa hamna mpya yote. Hamna mpya. Sema wewe dogo umeona wewe unatetea bure. Dogo mchambaji sana. Leo kweli, yani leo kweli ndugu yangu. Sokoni pagumu sana. Hapa shikiki. Hali ngumu hadi sokoni, hali ngumu. Basi sawa ngoja tufenjaa wote hapa maskani. Nimekaa hapa kaka yenu sijala ngoja tufenjaa wote. Hamna wewe ndo mmoja wetu utapona kaka. Vipi? Unampia gani? Kaka wewe acha. Yaani wanawake hao inabidi tushine kwa akili sana. Unasema hivi. Jana kuna mwanamke wewe sehemu nilomkuta. Mimi mwenyewe yani sikuamini kabisa yani kama nitamkuta eneo lile. Yaani sikuamini kabisa. Hebu subiri kwanza mdogo wangu. Unajua wewe mdogo wangu wewe. Ni swala la mapenzi yani naweza nikasema hata miaka 3 wewe una. Unaona Lakini umeongea pointi kwamba wanawake tuishi nao kwa akili. Hiyo ni kweli kwa sababu sisi kaka zako tushayaona. Sasa mimi nataka kujua sababu gani ambayo umesema wewe wanawake tuishi nao kwa akili. Yaani wewe umeona nini mdogo wangu? Wewe acha. Blaza, hii dunia bwana wasipojua kusoma. Fezea. Najua ndio ipo hivyo. Fezea tu. Jana nimemshuhudia mke wa kuna mshikaji anaitwa mjinga wa kusoma, unafahamu vizuri? Namjua. Jana nimemshuhudia hivi kwa macho yangu. Mkewe anaingia guest. Acha. Ni hatari. Hapo tu relax road, hapo tu nyuma. Sio pale wala nini. Sema mdogo wangu kuna kitu wewe unakosea. Wewe unapenda sana kuchamba chamba. Nisikize kwanza, sio unaongea. Nisikize kwanza ninavyoongea. Wewe unapenda kuchamba chamba mdogo wangu. Afu mambo ya watu wazima usipende kuingilia. Wewe una ushahidi gani? Namuona ndugu yako. Anaona mimi namchambia umbea, anamwambia ukweli anachamba umbea. Inawezekana sababu hana uhakika. Mimi mpaka ushahidi nao. Wewe una ushahidi gani? Ushahidi nao kaka. Sasa sikia, wewe kama una ushahidi unao kweli nionyeshe mimi niuone ushahidi. Ndugu wangu mambo mengine unakuja kuingia makesi asiyokuhusu. Kila siku naambieni hapa. Mambo ya watu wazima msifuatilie. Kuna vitu vingine mtaingia makesi asiyohusu. Wewe ushahidi uko wapi? Unataka kuiona? Tuione mama chamba sana. Mambo kwa ushahidi siku hizi. Chedi wa. Vipi unafahamu vizuri wewe? Shika unafahamu? Vipi? Mwana ndugu yako anaondoka bila kwa wapi? Sina uonyesha nini? Si video? Kumbe kweli bwana. Huyu. Sijui. Labda ndugu yake, unajua. Chana naye. Asante.
Karibu. Karibu. Salama, karibu sana. Sasa mke wangu, niache niwahi. Baba mama. Sawa, sinakuja. Sawa. Beni karibu. Haya. Yangu. Samahani. Tambulisha mgeni. Chubamo. Na mama analijua? Mama anajua. Anaweza kama vizuri sana. Yaani anachotaka kuniambia hata mimi. Karibu mgeni. Asante. Shemeji, karibu sana. Mimi ndo wake Msaga wa Zai. Karibu sana shemeji. Asante. Karibu sana. Jina lako nani? Halima. Halima. Basi sawa, nashukuru kufahamu. Kwa ameacha niwahi. Ndani kuna familia naona tayari. Karibu bwana. Hapa mlipohamia sasa hivi pazuri. Bora mlipohamia hapa pazuri sana. Hongereni. Asante. Niambie shoga. Mambo yanaenda. Anaenda vizuri, naona shembo kama hivyo washauri. Bora wewe sana. Vipi kwanza mambo yanaendaje? Yanaenda hivyo hivyo. Nilienda tena kule kwa mtaalamu, nilipeleka vile vitu, kanifanyia tiba na hivyo dawa tayari nishazianza. Nishaanza kumpa. Kwa hapa ndo naangalia matokeo yatakuwa vipi. Lakini vipi? Naona kama ananielewa hivi. Mpaka kae sawa. Na jana si ndo nilienda kule kwa mama. Ile natoka tu na yeye anaingia. Ikaje? Alinipiga jicho hilo. Na mimi hata sijampotesha. Na mimi nikamwangalia vile vile. Alafu yule nikaondoka zangu nikamwacha yeye na mama yake. Jamani. Hatari. Vipi lakini sasa hivi kwa kuzungumzia jamii. Anzungumzie sana kama vile mara ya kwanza. Maana mara ya kwanza kidogo Jamila. Sababu nimwambia ukiona mimi sitaki kumtaja yule Jamila wako. Sasa hivi yani amtaji sana. Kwani bado anaonana naye Jamila kwani? Sasa hivi Jamila mwenyewe kwani anaonekana kweli? Mimi simjui shogangu, sasa ningekuwa namjua. Na hata nikawa nakutana naye kwa njia hiyo ndio simjui. Sasa kama sijajua. Ndio hivyo shogangu. Hapana. Ni Jamila sasa. Mwanangu mimi hapa unajua ndo mazingira ambayo niko na stress zangu mimi napenda kupoa kutulia. Unajua kutulivu hapa mimi. Nasema kumepoa, yani kumekaa unyama sana. Hakuna umbea, kuko fresh. Amini. Hivyo kuelekeza nikajua utapotea lakini ne? Njia zenyewe hapo napiga katika hapo ushafika siwezi kupotea sehemu kama hiyo. Hapo na ugeni sio hivyo. Hivi lakini viada nini siku bwana nilikuwa na haraka sana na wahi hospitali na shukuru bwana yule mgonjwa alitoka bwana. Ashatoka hospitali na sasa hivi anaendelea na maisha yake fresh tu. Kwa ndo maana siku nilikuwa na haraka zangu nini kama unipa mkasa wako nikasema msiwete bwana ngoja kwanza niwahi hospitali. Vipi lakini ulipata yale mazingira? Bana siku nimeenda bana nimeulizia fresh. Bana Msaga hapa kanielekeza nikaulizia kilobot nika. Bana blaza nikuchekesha. Nilipata mazingira lakini bwana bangi sio nzuri blaza. Siku ile bana baada ya kutumia nikaenda dukani nikatoa 10,000 nikamwambia bana nipe juisi ya 500 na mkate wa 500. Change yangu 9,000. Jamaa anaponipa 9,000 mimi nikaanza kumkalikia, unanipima imani unataka kuna nini mwizi? Kumbe mimi ndo nazulumiwa lakini naona kama vile jamaa ananipima afya yangu. Yaani kutokana na bangi niliyovuta nikajua mimi nimempa buku kumbe 10,000 afya yangu. Naona mimi namdhulumu yeye kumbe mimi ndo nazulumiwa.
Hapo unakuja kugundua kwamba bangi sio nzuri. Bangi sio nzuri. Ndio maana mimi niliacha. Bangi mimi bangi nilikuwa navuta. Mimi nilikuwa naitwa gari moshi. Yaani mpaka jina nilipewa nilikuwa naitwa gari moshi. Mimi nilikuwa napiga bangi. Mimi asubuhi nikiamka kete 3. Kete 3 4. Hapo sijala chochote, ndio tafuta mazingira ya chai saa 4 saa 5 na kinda. Tena napiga kete 4. Saa 7 sio napiga kete zangu 4. Mpaka jioni mimi nafunga siku kete 30. Puli mimi nilikuwa nadondosha peke yangu siku moja ya pili puli limeisha. Mimi nilikuwa navuta bangi. Bangi yani mtu anakuambia sio labda kwa mtu ambaye anajifunza. Lakini kwa mtu ambaye kashaivuta bangi na anaelewa madhara bangi. Bangi sio mchongo mwenyewe. Sio nzuri bangi bwana. Mimi naamini hicho kitu. Siku ile bwana mwanangu mimi kwa na haraka sana na wahi hospitali kama vile tena kama umenipa mkasa wa mwanamke lakini kwa sababu unajua wanawake bwana wale wanazungua. Kwa ule mkasa umenizungumzia wanawake siku ile moja kama kuna kitu kilinigusa. Pamoja ni wanawake lakini kuna kitu kilinigusa moyoni mwangu. Unajua bwana mimi wanawake wamenifanya vibaya sana. Ndio. Yaani wanawake yani unaona mimi sikuwa mtu wa hivi mwanangu. Mimi ningekuwa mtu ambaye naheshimika sana. Mimi nilikuwa na maisha yangu mazuri fresh, mimi nishanunua uwanja, nilikuwa nimeshapanga akili ya kujenga nini. Nishanunua tofali kila kitu. Lakini kwa sababu hao wanawake hata ukiniuliza uwanja wako ulikuwa wapi sijui, tofali zako ziko wapi sijui. Yaani sijui chochote kwa sababu ya wanawake. Huyo mwanamke mimi nimekaa naye ndani tunapendana fresh. Lakini ilitokea siku moja tu ndugu yangu. Akaja akabadilika kabisa nikakata upepo yani. Nikasema ngoja nimvumilie, nimekaa naye kama wiki tu hivi. Lakini mambo yalikuwa yamezidi kuwa magumu. Siku hiyo bwana mimi nimerudi, nimekuta kapika msosi, sio nimekia dawa kwenye chakula. Nimekula, nilivyoweza kula bwana nikaregea, nikasielewi. Wakachukua mwanangu mafuta petroli wakazungusha nyumba nzima. Yeye na mchizo wake. Wakapiga kiberiti mimi niko ndani sijielewi. Majirani mimi ndio wanakuja kuniwahi, majirani wanakuja kuzima ule moto lakini si unajua moshi sio rafiki wa binadamu. Nikaa nimelegea sijielewi. Yaani mimi nimekata moto kuja kuzinduka hospitali siku 2. Ya pili ndio nazinduka hospitali. Sielewi naulizia mchumba mke wangu vipi naambiwa walivyochoma moto ile nyumba aliondoka yule mwanaume wake akaenda akapata ajali mwanamke amekufa. Nikaa naishi na maisha hayo naamini mwanamke amekufa. Sikata mdogo wangu mimi anakuja kuniambia kakutana na yule mwanamke uso kwa macho kwa mshikaji wake kaolewa na mwanaume mwingine. Anakuja kuniambia namwambia twende nipeleke hiyo nyumba. Mdogo wangu hataki kwa sababu anajua kitu gani mimi nitaenda kufanya. Lakini nikasema next week nitakuja kumuona. Una siku napita pata mtaani nini? Nikamuona bwana anapanda pikipiki. Nimemuita wapi? Muita wapi kapanda pikipiki imeosha. Nikasema fresh ataingia kwenye 18. Ipo siku ataingia kwenye 18 zangu. Mosago mimi nataka kukuuliza. Mwanamke anataka kukuua, si ndio? Wewe ulifikiria kufanya nini baada ya kukutana naye mwanamke? Yaani baada ndio umesema kwamba una jambo lako moyoni. Wewe utamfanya nini kumkuta? Unajua of course mwanamke mimi bado nampenda. Na sio tu kumpenda kwa sababu gani? Mimi ninachoamini mimi kwenye akili yangu mimi, yule mwanamke haikuwa akili yake. Alishawishiwa. Nipenda na mimi bado nampenda. Lakini siwezi kusema kwamba eti nikutana nitampiga, sio nitamuua, sio nitafanya. Nataka nisikilize views zake kwangu anizikoje kwanza. Fala blaza huo. Yaani wewe ushamba wa mapenzi. Yaani wewe ujinga ushamba, ni mwanamume yote hawezi hicho kitu. Yaani blaza kwani umelogwa nini wewe? Kwa sababu hata mkasa wangu mimi ule mwanamke nimemtolea mahali lakini sikumuoa akakimbia. Ule mwepesi kuliko wewe kutoka nyumba imechoma moto nataka kuuliwa. Afu dakika za mwisho uje kusema kama mwanamke ilikuwa sio akili yake blaza, hapo unazingua. Yaani katika ukisikia toto shamba mapenzi wajinga mapenzi ndio huo ujinga. Haiwezekani huyo mwanamke ukimuona bidi tumshtaki kabisa kwa sababu ni muuaji. Sio ndio blaza? Bora mimi kanikimbia simuoa kwa sababu nilitoa mahali, hiyo inaweza kuwa nyepesi lakini swala la kukuua, wewe ungekufa ungesema maneno wewe. Naweza sikia. Mimi juzi kati bwana hapa, jana, maana sio juzi jana tu. Umeona nilifeli mazingira yangu mfukoni, kuna mdogo wangu fulani hivi, wanikopeshaga mazingira hapo. Nimepita basi nikamposa, nikaenda maskani pale nikamkuta. Kufika pale bwana nikakuta jambo jipya. Ukasolo nilikupa ule. Nikaonyeshwa kwenye simu bwana yule mwanamke anaingia guest na mtu mwingine. Nikazidi kuumia, yani moyo wangu ukazidi kuingia mganzi yani. Shua nakwambia nakupa hiyo. Kwa sasa brother mimi nitakutafuta, kuna mazingira nataka nikupange kuhusu yule mshikaji yule mjinga wa kusoma. Kuna zamba kubwa sana litaendelea. Mimi nataka nikupange kwa sababu sasa hivi sitaki tena kutumia bangi. Mimi nataka nakupigia wewe simu tunapeana ushauri. Hilo kwa ushauri wa leo ambao mimi nimekupa, faida ambayo nakuachia ndugu yangu Mo Saga. Faida ambayo nakupa leo. Mwanamke ametaka kukuua, achana naye brother. Ukisema kwamba bado nakupenda na wewe mpende, uongo huo ni ujinga wa mapenzi. Mimi naondoka tena nakwambia haki ya Mungu. Mo Saga huyo mwanamke achana naye. Sio umeelewa? Naelewa. Sasa mimi hapa sio mkaaji. Kutokana na mazingira kwamba mimi kuna mazingira yangu na force, unajua tena dusko sina mimi mpaka nafikia kwenda kukopa sio kweli. Ila mimi ninachokuomba tu brother, tuendelee kuwasiliana, tuendelee kuonana. Ila mimi ninachokushauri brother, huyo mwanamke akupende mpaka kutaka kuua, achana naye. Wewe ukisema bado nakupenda sio kashawishiwa, huo uongo ndugu yangu. Wanawake ni washenzi na mwisho wa siku utakuja kufa huku unajiona. Haki ya Mungu nakwambia. Nilipita huko. Hiyo natoka, hiyo yenyewe natoka. Ila brother ndio hivyo mimi nakuchana, mwanamke achana naye. Huyo mshenzi muaji. Baridi mimi nimekuelewa mwanangu.